Habari gani? Ni Nane Nane, maonesho ya Nane Nane 2026 Dodoma. Nipo na mkurugenzi wa uendeshaji na udhibiti ubora Kopra, Bujuni Mutembei. Yeye kwa haraka atatupitisha kwenye kile ambacho kimefanyika leo kwenye ukumbi huu. Kulikuwa na kongamano lenye kuhusiana na uzalishaji wa zao la alizeti na nini hasa maana yake kwa uchumi wa Tanzania. Bujuni Mutembei, dola milioni 200 zinatumika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuagiza mafuta. Hayo yamesemwa na wewe pia ukiwa mmoja wapo. Nini tafsiri yake kwa Tanzania? Leo tulikuwa hapa tunaongelea hasa uwekezaji katika fursa ya mafuta ya kula. Ndio. Na kwa ufupi tulieleza namna ambavyo tayari nchi inatumia karibia dola milioni 200 kwa ajili ya kununua mafuta nje ya nchi. Na hii ina maana kwamba fedha hizi ambazo tungeweza kuzitumia kwa ajili ya maendeleo na masuala mengine ya kutoa huduma ndani ya nchi yetu tunazitumia kwa ajili ya kununua mafuta ya kula nje ya nchi. Na swala hili tunalifanya wakati ambao tuna ardhi ya kutosha, tuna hali ya hewa ambayo iko njema kabisa, na pia tuna wakulima ambao wako tayari kwa ajili ya kuzalisha mafuta ya kula. Mafuta ya kula ambao mengi tunatumia ndani ya nchi yetu yanatokana na zao la mawese, lakini pia na zao la alizeti. Kwa hiyo leo tulikaa hapa ili kujadiliana na kuweka mikakati pamoja, kuhabarisha wakulima na wadau wengine kuhusu zile mikakati ambayo tayari nchi imejiwekea, lakini pia kueleza mipango ambayo ipo ili kuhakikisha kwamba nchi yetu ina uwezo wa kujitosheleza na mafuta ya kula ndani ya nchi, na kwa maana hiyo kuweza kuhakikisha kwamba tunakomboa hii dola milioni 200 ambayo inatumika ili itumike ndani ya nchi yetu. Sawa kabisa. Lingine ambalo limejitokeza katika siku ya leo, ukiangalia zile takwimu, tani tunazozihitaji kwa nchi yetu ni 751,000, lakini uwezo wetu ni tani 300,000 tu na kama nukta 5. Hii ni tofauti kubwa sana. Wakati huo unazungumza na vijana ambao siku zote wanatafuta fursa. Nini unadhani wewe kwa uzoefu wako, ni kitu gani ambacho vijana walio 70% wa Tanzania hawakioni katika fursa hii? Kitu kikubwa ni taarifa. Kwanza ni kweli kwamba mahitaji ya nchi yetu ni karibia hizo tani 700,000, lakini tunazalisha 41% tu ya mahitaji ya nchi yetu, na kwa hiyo tuna nakisi ya karibia tani 400,000 ili kuweza kutimiza yale mahitaji yetu ya ndani ya mafuta ya kula. Na tayari tuna viwanda vya kutosha, viwanda kama 1000, takriban 1060 hivi vya wazalishaji wa mafuta ya kula, lakini vinakosa bidhaa. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo ipo ya uzalishaji wa hizi bidhaa au niseme malighafi ya kwenda kwenye mafuta ya kula. Lakini vijana wengi kama ambavyo tumewasikia leo, swala la kwanza ni ardhi, swala la pili lilikuwa ni taarifa ya kujua kile kinachohitajika sokoni. Kama tunavyojua viwanda vingi vinahitaji bidhaa, lakini bidhaa ya aina gani? Wanahitaji kutoa taarifa ya bidhaa inayohitajika. Na ndicho ambacho tumekifanya kikubwa leo. Siku ya leo hapa vijana wamepata nafasi ya kufahamu bidhaa inayohitajika, alizeti, lakini pia na mchikichi, lakini alizeti ambayo ina kiwango gani cha mafuta, mbegu inayopatikana wapi, mbegu bora ambayo inaweza ikasaidia kuzalisha zile bidhaa ambazo zinahitajika na wakulima na viwanda. Lakini pia tumeona mikoa imeeleza fursa zilizopo za mashamba makubwa ambazo zimesaidiwa kwa kweli na serikali hii ya awamu ya 6 kuhakikisha kwamba tuna mashamba makubwa ambayo vijana wanaweza wakapata nafasi ya kuzalisha ili waweze kufikia katika hizi fursa zilizopo za viwanda na kuzalisha mafuta. Kuna kitu umekiongea hapo juu ya bidhaa za viwandani na usu mtazamo pia wa zamani tukifikiri juu ya bidhaa au mazao ya biashara, lakini leo mmefanikiwa. Mmoja wa watu waliokuwa kwenye panel wanasema kwenye mjadala hapa, nilimwona ile kijana anayemiliki kiwanda cha uzalishaji wa alizeti. Mifano hile wanasema watu wengi katika nchi yetu hasa vijana tumekuwa Tomaso, lazima tuone kwanza mifano kama ile. Mna mbinu gani kama serikali, kama mamlaka ya kuweza kuonyesha kwa umma kwamba inawezekana na mikopo ipo? Kijana yule ameeleza juu ya mikopo, hizo fursa ni namna gani mnafanya nyinyi kama serikali? Ni kweli na ndio dhana kubwa ya dira 2050 kuhakikisha kwamba vijana wanaweza
kuingia na kuzipata hizi ajira za kuweza kuchangia uchumi wa taifa, lakini pia na wao kuweza kuendeleza na kupata kipato chao kutokana na kile tunachokizalisha. Tayari kuna mengi ambayo yanafanywa kulingana na swali lako, kama hilo la kwanza la kuwepo mashamba makubwa ambayo vijana wanaweza wakapatiwa, lakini tuna mikopo ambayo tayari inatolewa kupitia halmashauri za wilaya, zile 10% kama ambavyo wengi wameweza kutoa niseme ushuhuda mahali hapa. Lakini pia kitu kingine ambacho kimefanywa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kuna mazingira wezeshi ya kisera ya kuweza kuhakikisha kwamba tunalinda wazalishaji wa ndani. Wengi tunafahamu kwamba tumekuwa tukipata mafuta ya kula kutoka nje ya nchi yanayokuja kwa bei ndogo sana kuliko yale tunazalisha huko ndani. Na hapa tumesikia kupitia huu mkakati wa taifa wa mafuta ya kula chini ya Wizara ya Kilimo kwamba kuna jambo kubwa ambalo limefanyika sasa la serikali la kuweza kutunza wazalishaji wa ndani, kuhakikisha kwamba tunatumia kwanza malighafi za ndani kabla ya kuleta zile malighafi za nje. Na hii maana yake ni kwamba sasa wale wazalishaji waliokuwa wanazalisha ndani kuanzia wakulima kwenda kwenye wachakataji wa msingi, tunasema wale wanaozalisha yale mafuta ghafi wanapata sasa biashara, wanapata sasa soko la kuuzia viwanda vikubwa ili vyenyewe viende vikazalishe sasa yale mafuta ya mwisho. Lakini pia ni fursa nyingine kwamba hata yale mafuta yatakayoingia ndani sasa yataingizwa na wale tu wenye viwanda ambao tayari wamezalisha, wamepata nakisi, wataruhusiwa na wakiingiza wanaingiza mafuta ghafi. Na kwa maana hiyo hizo zote ni ajira ambazo zitaenda kwa hawa vijana, zitaenda katika taifa letu na zitaenda kuchangia katika uchumi wa nchi yetu. Shukrani sana. Mamlaka unayoifanyia kazi inahusiana na udhibiti wa bidhaa ya nafaka ikiwemo sasa wanakutazama nafaka 4 tu ambazo nasema hizi ukiacha alizeti nafaka 4 katika nchi hii zenye kuongoza, watajie wanaokusikiliza, alafu kwa nini unadhani hizo ndo zina? Nashukuru sana. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA inasimamia mazao zaidi ya 120, lakini katika mazao hayo hasa zao la kwanza ni zao la mahindi, zao la mchele, mazao ambayo yana fursa kubwa katika nchi yetu. Zao hili sasa la mafuta la alizeti na michikichi, lakini pia kuna mazao mengine ambayo ni mazao yenye fursa kubwa sasa hivi ikiwepo zao la parachichi na mazao ya viungo ambayo tayari yote tunayasukuma sasa na kuweza kuyaendeleza kuhakikisha kwamba yanapita katika mifumo rasmi na watu wana uwezo wa kupata faida kutokana na mazao haya. Mazao nafaka 128 tunayo 128 katika Tanzania. Shukrani sana kwa nafasi hii. Asante sana. Nashukuru. Asante sana.